Ya, tunamshukuru Mungu. Tuchezi bado ipo, lakini kasa ushatoa taarifa zao kwamba inabidi Yanga arudi katika uongozi wa chini TFF na bodi ya ligi. Hivi kama vipi na nyinyi bado mnafaa tucheze? Ya, ni kweli tunasikia na tunaona barua zinatembea kwamba kasi wametoa hilo jambo. Nataka tuwaambie Watanzania kitu kimoja. Tumesikitishwa sana na namna ambavyo viongozi wetu wanaoendesha mpira wetu kwa namna ambavyo wameamua kujitokeza hadharani na wazi kufanya yani kuwanyongea watu hadharani, na haya yanaendelea hata kwenye uwanja siku leo. Mmeona namna ambavyo mashujaa wamefanyiwa vitendo vya kikatili kabisa katika mpira, havijawahi kutokea, na ndo haya yanayoendelea kwa lengo la kumtafutia mtu ubingwa. Ni wazi kabisa wanamtafutia Simba ubingwa, na sisi tuseme kitu kimoja, Dar es Salaam Young Africans ni timu ambayo imefanya usajili kwa gharama kubwa, haitakubali kirahisi. Haitakubali kirahisi. Ni kwamba sababu za sisi kwenda kasi lazima tuweke wazi, ni mara baada ya kunyimwa haki yetu hapa. Sawa, tumeandika barua, imekwenda TFF. TFF hawakujibu ile barua kwa makusudi mazima, huku wakivuta muda wa zile siku 21 zipite ili Dar es Salaam Young Africans awe hana pa kwenda kokote pale. Waliamua kufanya hivyo, barua wakaiweka na kuuliza. Imagine kwamba tunajua kabisa ili tuende kasi lazima tufike kwanza hapa TFF. TFF tumefika, tumewapa malalamiko yetu, lakini kwa makusudi mazima wametukataa, wameweka barua mfukoni. Ni uonezi wa hali ya juu. TFF inatuonea, TFF inatubagua. Kumbuka sisi wote ni wakwako, mashujaa wakwako, Simba wakwako, Yanga wakwako. Acha kumbeba mtu, acha kumpendelea mtu. Watu wamesajili kwa uwezo wao. Kuna haja gani kuwaona mashujaa wanakwenda Kongo, wanakwenda wapi? Kenya, wanaenda kutafuta wachezaji? Hakuna maana. Na mimi nimesema kuanzia leo, na washauri vilabu vyote vya Tanzania vidogo, msijisumbue kuharibu pesa zenu kwenda Kongo, kwenda Kenya, kwenda Uganda kutafuta wachezaji wa gharama. Hakuna maana. Unaleta wachezaji kweli ili uchukue ubingwa, lakini kuna watu wameandaliwa kupewa ubingwa. Maana yake nini? Kitendo cha leo kilichotokea hapo uwanjani kimewapa wasiwasi, kimeanza kuwapa wasiwasi kuhusu ubingwa wa msimu huu. Kitendo cha leo kutokea hapa uwanjani, kuongeza dakika 15, kadi nyekundu 2 na matukio mengine kama hayo yameanza kuwapa wasiwasi kuhusu ubingwa kuelekea kwenye mwisho wa msimu. Sisi wao wawape tu matokeo wanavyotaka. Simba apewe, afanyiwe wanavyofanywa, kwa sababu kwanza wanajidhalilisha wenyewe. Wafanye wanavyofanya, lakini sisi binafsi Dar es Salaam Young Africans sisi kama sisi tunacheza mechi zetu, tunapambana, tunatoa burudani, tunashinda michezo yetu, na ndio maana tumewaambia Watanzania, ndio maana tumewaambia Wanayanga, tuko kwenye vita kubwa mno. Popote ulipo mwana Yanga, fanya dua na sala, iombee timu yako, waombee viongozi wako, wapo kwenye mitihani mizito. Kama tutakuja kuchukua ubingwa huu wa NBC, tutakuja kuchukua tukiwa tumechoka vibaya mno. Ni ubingwa ambao lazima ifanyike paredi katika mikoa yote ya Tanzania. Okay, kwa hiyo unaiona mechi ya Simba na Yanga kucheza tena upya? Sioni mechi hiyo kuchezwa. Kwa nini? Kwa sababu kwa nini walitukimbia? Saizi ndio wanautaka mchezo? Zipi sababu za msingi unaweza ukaniambia zilifanya ile mechi kutokuchezwa? Sawa, hakuna sababu yoyote ya msingi, kwa sababu aliyowazuia Simba ni nani? Meneja wa uwanja ndio kawazuia Simba. Ulimuona injinia pale uwanjani? Hajaonekana. Ulimuona Ibrahim Samuel, mkurugenzi wa wanachama na mashabiki? Alikamwe. Nani wa Yanga ulimuona pale amekwenda pale kwamba akazuia? Wanasema ni mabodyguard wa Yanga. Wanasema ambaye ana funguo ya uwanja ni nani? Meneja wa uwanja. Na ndio aliyowafanya nini Simba? Ana haki ya kuwazuia au alikuwa hana haki? Kwa utaratibu wake na maelezo yake anasema alikuwa hana haki ya kuwazuia kwa sababu hakuwa na taarifa nao. Na hata bodi ya ligi inasema Simba wakati wanakwenda kutekeleza haki yao ya kikanuni walipaswa watoe taarifa kwa meneja wa uwanja ili waandaliwe maandalizi ya kikanuni, lakini Simba hawakufanya hivyo. Kama bodi ya ligi wanathibitisha Simba hakufanya hivyo, kwa nini unaahirisha mchezo? Kwa nini unatuharibia mpira? Sasa labda nikuulize, nani aliyepeleka timu uwanjani? Yanga. Gharama zetu wataturudishia? Mfano anakuja mtu anakupigia simu, tukutane KMC pale, kuna dili tukalifanye. Unatoka nyumbani kwako umbali wa mita 800 unakuja hapa kwa ajili ya kuja kuzungumza au kuonana na huyo mtu, alafu mkuti unaondoka. Kesho akikwambia tukutane tena hapa, utakuja? Huwezi kuja. Kwa hiyo hata sisi
Saa hizi wanataka tucheze. Kipi wamefanyiwa na TFF? Okay, sawa. Kipi na tunachowauliza sisi, wao ndio walisema hawatashiriki mchezo wa aina yoyote. Je, mmetekelezewa shida zenu? Kama mmetekelezewa tuambie, kwa sababu sisi wote ni watoto wa baba mmoja. Kama Simba ametekelezewa shida zake, basi tunahitaji na sisi tutekelezewe shida zetu. Kitendo cha kwenda kasi bila kupitia TFF kwenye kamati zake zile, inaonekana kwamba mmeizalau mamlaka. Ni kweli? Sio kweli, kwa sababu narudia tena kusema sisi ndo tulipeleka barua TFF. Sababu za kupeleka barua ni nini? Kutaka kile ambacho tunakihitaji sisi, kama walivyofanya Simba. Kwa nini Simba umewatekelezea shida zao? Kwa nini sisi unatutupa barua yetu na tuweka mfukoni? Kwa nini TFF wanakuwa wabaguzi? Nchi inapambana kutoa ubaguzi wa rangi. Usimbague yatima, usimbague mlemavu. Kwa nini wewe unatubagua? Hebu imagine kwamba Yanga tukiamua tuondoke sisi twende tukakaa mbali huko. Twende Kongo, twende Rwanda huko tukakae huko. Una mpira katika nchi? Una radha? Acha kutumia nafasi yako. Hakuna atakayekaa milele kwenye nafasi yake hiyo. Hata wewe uliyekaa hapo utaondoka tu. Haya ni maisha. Mwache aliyesajili. Mwache aliyesajili afanye vizuri, afurahie kile alichokitoa. JSM anatumia pesa nyingi sana kutuletea wachezaji. Wewe Pacome Zouzoua wewe anatakiwa aende Ufaransa huko. Anakuja kucheza ardhi ya Tanzania. Prince Dube baby face. Muuaji huyu hapa. Prince Dube. Smiling killer. Alitakiwa kwenda mbali sana, lakini anakuja katika ardhi ya Tanzania. Anakuja Dar es Salaam Africans. Yanga inaleta wachezaji kweli kwa gharama kubwa. JSM anatumia hela nyingi sana kuhakikisha anakitengeneza kikosi chetu, lakini anajitokeza mtu kwa interest zake, anakuja kuvuruga vitu. Sasa tunachojiuliza sisi, saa hizi wanautaka mchezo, sababu za wao kutaka ni zipi? Kwamba bingwa hawezi kupatikana kama mechi zote hazijakamilika, ni timu zote hazijacheza mechi zote. Kama sio kwamba Kamara kashapona, Chemaroni kapona, Shabalala safi, Kapombe sasa hivi iko vizuri, benchi lote la ufundi liko vizuri, timu inafanya vizuri. Sio kwamba sababu ni hizo. Wakati Kamara anaumwa, lipress yake hakuna. Kapombe anaumwa, Duchu hawezi kumzuia Pacome, Chemaroni Fondo anaumwa, hakuna mtu wa kuweza kumzuia Clement Mzize. Saa hizi uko furu, unautaka mchezo, sio? Sisi hatutaki. Sisi hatutaki. Hatuchezi. Ikitokea bodi ya ligi ikatoa tarehe na siku ambayo mechi hiyo itachezwa, itakuwaje kwa mashabiki wa Yanga na timu? Kwanza hatuendi uwanjani kama ambavyo wao hawakuja uwanjani. Kwa hiyo tutawaomba timu ya Simba, tutawaomba waende uwanjani wao, afu sisi tubaki nyumbani, sababu tulienda sisi, wao wakabaki nyumbani. Kwa hapo tutafanya vice versa. Kwa hiyo wakipanga mchezo, Simba waende uwanjani, wana mashabiki zao wakina Mandala, waende na wakina Kisugu, waende na wakina KM Mziwanda, waende uwanjani wakatulie kule, sisi tukiwa tuko nyumbani, alafu tuone wao watatufanya nini. Lakini kwa sasa mkigomea mchezo, manake Simba anapewa alama 3 na kumbuka akishinda mechi zake zote utakuwa unamzidi alama 1. Huoni kama hizo alama zaza zikamfaidisha, alama za mezani? Wakati sisi tunakwenda uwanjani, Simba amegomea mchezo, aliyepewa alama 3 alikuwa nani? Hakuna aliyepewa alama 3. Kama ikiwapendeza wampe tu alama 3. Okay, sawa. Ile kauli yao ya ubaya ubwere wanasema ndio imeanza sasa kutumika. Imeanza kwa Yanga kwamba kasi wameshindwa, lakini pia siku ya leo mchezo wa Simba na Mashujaa kimeonekana mechi imepigwa mpaka dakika ya 110. Una nini na kuzungumzia hili Mandala? Sawa. Nataka niwaambie kitu kimoja. Hili maana ya ubaya ubwela ni matumizi ambayo sio sahihi. Yaani unafanya vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako. Lazima mkubali kitu. Ubaya ubwela maana yake ni matumizi ya ziada ambayo yako nje ya uwezo wako. Kwamba Mashujaa amekudhibiti kila kona na amekufunga goli la kwanza, lakini ili ufanye vitu vya ziada zidi, yani ufanye vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako, lazima muamuzi afanye juu chini kuipa matokeo hii timu nyingine. Ndio maana akawapa penalti Simba, imekwenda akatoa kadi nyekundu sio kwa halali, imekwenda akatoa penalti ambayo sio kuwa halali. Hii ndio maana ya ubaya ubwela. Ina maana wewe timu yako ni mbovu, timu yako haina uwezo, lakini sasa anaamua muamuzi kukubeba wewe, kukupa alama 3. Nataka niwaambie kitu kimoja, wewe shabiki wa Simba, popote ulipo, usivimbe, usijitanue, timu yako ni mbovu. Wakiitwa wanaume ambao wanapambana uwanjani, watoke mbele. Wewe kaa nyumbani tu. Hata ukioga vipi mjini uendi, unaenda kufanya nini kati timu yako mbovu hiyo? Lakini wamefika finali na ubovu wao unaosema. Njia wao waliofika finali unaifahamu? Yes, kucheza mpira. Ndio nakuuliza, nilikofika mimi unaweza ukanikompea na wao?
Unakumbuka Dar es Salaam Africans anafikaje finali? Yanga anaingia finali kwanza akiwa ameteleza kutokea klabu bingwa, si ndio? Ndio. Anakuja huku chini kwa utaratibu, anapiga hatua mpaka kufika finali. Robo finali Yanga amemfanya nini mtu? Kwa penalti. Na hajafuzu kwa penalti. Ayo bwana, wewe uko vizuri wewe. Kwa hiyo Yanga anamtia mtu nje ndani, si ndio? Robo finali, nusu finali, mpaka finali ugenini Yanga anashinda. Kwa hiyo huyu mtu ambaye ameshinda kwa njia za kubebwa, kwa njia ya kuifanyia nani mpaka VAR, sisi tukompe naye. Umeelewa bwana? Yeye huko alikofika, mimi naamini. Nataka niwaambie kitu kimoja. Hawa waliokutana tuna historia nao, sio? Simba kwenye ligi yetu mwaka jana amesha nafasi ya ngapi? Nafasi ya 3. Costi nafasi ya 4. Kwa hiyo hao wanapanda basi moja la kwenda Kigoma, la kwenda mkoani Sumbawanga na wapi, kwa sababu wote wameferi, si ndio? Dar es Salaam Africans pamoja na Azam wanapanda ndege Terminal 3 wanakwenda kuwakilisha nchi, kwa sababu wamefuzu hao, wamefaulu. Yes, wako kwa watu wakubwa. Kwa hiyo ndio maana tunaposema kwamba Azam ni bora kuliko Simba kwenye michuano ya kafu, tuna maana kwa msimu huu, kwa sababu Azam amekwenda klabu bingwa, Simba amekwenda kwa watoto walikofeli. Umeelewa? Kwa hiyo usikompare Yanga na hivi vitu, iache hivyo hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo wao sasa tunachowaambia sisi, tulipokuwa tunasema kwamba timu yao ni mbovu, ndo kama hivi ulivyoona hapa. Yaani jitu zima linamuonea mtoto. Na wewe refari, unaona kabisa refari anafanya uonezi. Yaani unafanya vitu ambavyo kabisa yani mpaka watu wote wanaumia. Timu imetoka Kigoma, imesafiri umbali mkubwa, inakuja kuchukua alama 3. Kwa sababu wachezaji wanajua. Angalia wachezaji walikuwa wanacheza vizuri. Wakina Dunia, wakina Ngushi. Beki yule Chamuka Rabu Ngushi anamgeuza kama chapati. Mpaka mimi najiuliza timu gani hii imeshindwa? Hii timu gani imeenda finali? Wamekwenda finali watu waliofeli wote. Ukienda nchini Morocco, RS Berkane amefeli. Ameingia kwenye michuano ya shirikisho akiwa nafasi ya 3. Wale wa Saudi wameingia kwenye michuano ya shirikisho wakiwa nafasi ya 3 kwenye ligi yao msimu ulioisha. Stellenbosch. Ukienda kwa wale wanaitwaje wale Algeria wale Constantine wale kwenye msimu ulioisha na wao wameshika nafasi ya 3. Kwa hiyo unaweza ukaona timu zilizoshika nafasi ya 3 zote ndio zimeingia finali, nusu finali. Kwa hiyo sio michuano ya ladha. Kwa hiyo tunakwenda kushuhudia finali mbovu, finali ya watu waliofeli. Kwa hiyo ni michuano, na ndio maana tumemwomba Engineer Harris aende akawashauri CAF warudishe mpango ule, tuweze kuona finali zilizokuwa bora. Michuano hii na kukutanisha watu waliofeli ni finali gani? Kwa hiyo michuano hii hapa inashindwa tena michuano ya Muungano. Michuano ya Muungano ni bora kuliko hata michuano ya shirikisho. Sio, umenielewa? Yaani finali ya shirikisho na finali ya Muungano, mimi naondoka na finali ya Muungano. Kwa sababu sio wamecheza mabingwa tupu. Yanga bingwa, JKU bingwa. Niambie huko nani bingwa? Okay, kwa kumalizia Kizinga kwamba Yanga wao wanalalamikia sana Simba akiwa anacheza, kwamba marefari wanabeba sana Simba. Lakini pia Simba nao wanalalamikia sana kwamba Yanga anadhamini, GSM anadhamini timu nyingi sana, ndio maana anapata ushindi. Nyinyi mnalalamikia kwamba refa, wao wanalalamikia kwamba mna GSM. Hii imekaa vipi? Wanachokisema wao ni ile tu kwamba wanatafuta position ya kujificha. Nataka nikwambie kitu kimoja. Katika historia ya mpira wetu kwa miaka hii miwili au season 2 zilizopita, timu pekee ambayo, na unajua Mungu fundi, yani Mungu fundi kweli unaposema hivyo, watu pekee ambao wanaolalamika ndio watu ambao wameshika nafasi ya 2 kutupa sisi idadi ya magoli mengi. Klabu ya kwanza kuwapa Yanga idadi ya magoli mengi alikuwa ni KMC. Umeelewa? KMC ametupatia sisi magoli 8 wakati tunamtia mtu chuma nyingi. KMC ametupatia sisi goli 8 nje ndani. Umeelewa? Alifungwa 5 akaja akafungwa 3 pale Morogoro. Timu iliyofuata kushika nafasi ya 2 ilikuwa ni Simba. Tumempiga chuma 5, tukaja tukampiga chuma 2. Zimekuwa ngapi hizo? Na kuuliza swali wewe, GSM amemdhamini KMC